ask your father such a question, atakuachia laana. And we see like God is that father. Ask God. You have a right to ask your God. But ask him with faith, not with doubt. Inua mikono yako mwambie Bwana nitakuamini. Nitaamini. I'll believe even when things are hard. I'll trust in you. Even when I've not paid my school fees, the school fees of my children. Even, dear Father, when things are so hard, I will ask you questions. I will not question your authority. I will not question your love. I refuse the spirit of bitterness and offense in my life. In the name of Jesus Christ. Ninakataa roho ya kukwazwa katika maisha yangu, and I declare I will love you more, even in pain, because you talk during good times and in the times of pain. Father, we thank you and we honor you. Inua mikono nikuombe. Baba, kuna mtu amekwazwa. Life has been very hard. There are questions they have been having, oh God. I pray for them that from today, they will not doubt your power. They will not doubt your love, oh God. The Bible says, for God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish. We declare we will not perish. We declare long life to our children, to our spouses, to our families, to our musicians, to our pastors and our bishops, for the glory and honor of God. We thank you and we honor you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you. Thank you so much. Makofi mazuri, appreciate Pastor Degwa Bull kwa makofi jameni. Kaya Mohega. And why are you not appreciating him? You know, Bwana Ben kidogo alikuwa amekwazwa. Na kwa sababu yeye ndiye coordinator na time imeenda na mchungaji amesonga, kuna mahali badala Ben aseme amen, amesema sawa. Nikajua amekwazwa, lakini tuliambiwa kwazwa na wanadamu, lakini usikwazwe na Mungu. Wonderful sermon, Pastor Degwa. I am always a happy man when I see my students of the School of Ministry doing wonders. I thank God for you. Now, because of time, we have Condolence book. Tumeletewa na Shiko Bure, Madam Protocol, ofisi ya Deputy President. Na huwa the first person to sign is the chairman. Chairman akisign, committee, kitabu itawekwa hapa, we will sign. Thank you, Madam Shiko. Hata kwa kutuletea ushers without a pay. These beautiful girls wanatusaidia bila malipo. Tuko naye Madam Charity, Evangelist Charity Wabino. Akona kazi, please. Akona kazi aliyopewa na kamati. Hii hall. Walipotea kazi ya. Maana katoni makwende. Sawa. Unapenda Warwenu? Unapenda Warwenu? Sana. Napenda hiyo ya huyu. Mchapakazi huyo, mchapakazi. People basta kwa online kila saa. Mchapakazi huyo. But yeye ni wale ambao hawakwazi na Mungu, anakwaza na wanadamu, anaachana na wao. Bado kama wako tu wale yuko bali watatu. Walimu wamepewa kazi ya kuhakikisha hall imelipwa 10,000. Na hiyo hall ni sisi tunalipa 1,500. Kwa hivyo atatembea hapo karibu na kitabu, akusalimie pole pole, akupe namba ya M-Pesa, na ukisikia wewe utalipa ukiwa peke yako umwambie. Warwenu nimekuintroduce na baba. Tembea na usikwaze, hata ukikwaza msasa. Mhubiri kama yes. Regina. Haya, Regina amesema analipa hall ya leo. Akatiwe. Alipe na akimaliza kulipa na sisi tulipe ya head count. Kuna mgeni anaitwa head count. Ili Regina abarikiwe na sisi tubarikiwe pamoja. Regina tukubali. Asante sana. Akatiwe. Warwenu pole pole bila kelele, chukua pesa ya hall. Now, at this juncture, we have left so many dignitaries ambao wamekuja. Mrs. Bishop ako hapa, naona maaskofu, wageni wa heshima wanakuja. Nimetoka nje kuongea na wengine wanakuja. We will have their time. We will give them time. Tukae hapa
tuzungumze, tuomboleze Betty Bayo. But for now, the most important thing that brought us here is to get a brief of where the committee has reached in terms of preparation. Na kwa sababu my brother is here, our coordinator, mpendwa wa Daisy, tutietu hanini kumuita pastor Ben Githae. Kwa nini msemi amen? Nani amtaki Ben awe mchungaji? Mchungaji Ben, utawezana na vita vya wachungaji? Utatoboa? Ben ukiwa Mungu akiniwezesha. Asante sana. Sasa tuunganishe mikono yetu tumlete our coordinator brother Ben Githae. Karibu sana Ben. Asante sana, tupigie Sir James makofi. Vizuri sana na mko sawa sana, mmechangamka, mwisawa. Salimia mtu high five, mwambie wewe uko sawa leo. Wewe uko sawa leo. Najua kuna wakati mwingine unaendanga kwa mikutano, watu wamejikokota, wamekaa style zao, mhubiri akihubiri wanamwangalia hivi, anakaukiwa, anakosa maneno kwa sababu ya nyuso vile na countenance vile mmeiweka, lakini mko sawa sana na mbarikiwe sana. Amen. Kwanza niwashukuru kwa vile mmekuja kwa wingi, na inaonekana kabla tumalize hata ni vitu tutakuwa tunatafutia. Hiyo ni ishara ya kwamba nyinyi mnampenda Betty Bayo sana, na ni ishara ya kwamba nyinyi kwa pia kwa kushirikiana si jambo la kusukumwa, ni kitu inatoka kwa moyo. Ni kwa kweli mchungaji Sir James amesema ati nimesema sawa badala ya amen. Lakini understand, kukaa chini for 30 minutes na mumekaa ati neighbor yako ni Walueno. Walueno tulikuwa tumekaa na yeye pale, nikaona amesimama ameenda kwa Sir James, amemwambia kitu. Sir James akauliza ati mmesema nini? Walueno akaniambia ati mimi nimemwambia aite Charles King'ori. Nikamwambia nimemwambia aite Charles King'ori. Nimemwambia aite mchungaji atuhubirie. Akasema hapana, wewe ulisema Charles King'ori. So mmeona tunapiga makelele, lakini niko kararania. Yuma King'ori, yuma muhujia, yuma King'ori, yuma muhujia. Takaidia mundu haifai kumwele, ta imagine wikaranga na Walueno. Lakini ile jambo gumu sana ni kukaa bila Walueno. Yaani mkimiss Walueno, yaani unaona tu kuna kitu ina miss. Na nilipoingia tu nikaona Walueno yuko, nikajua mambo iko sawa sawa. Haki jameni, tupigie Walueno makofi. Kuna jamaa mwingine na hajafika. Unajua mkikaa na yeye bado kutakuwa kugumu. Lakini mkimkosa bado mnaona, lakini kama saa hii naona kuna kitu inakosa, lakini akija mnajua tu kutakuwa tena kugumu. Ni nani? Popote alipopigieni ngaroye makofi. Mkimkosa ni mbaya, akija tena mnashindwa itakuwaje. Lakini bado wote tunawamanage, kwa sababu kukosa wao ndio vibaya zaidi. Kwa hivyo pia mchungaji, hata kama Walueno alikuwa anaongea ukihubiri na anabishana na mimi, nilishika neno. Na ile neno nilishika kabisa ni ile ulisema eti chai ile wanaume tunapikiwa ati ile hiyo pio ati gotiri undu tuhota. Nego nyitanga ndiko nyitaka. Wako muliganitie na mundurume tamugethi haifa gumuria wa nero ugo we. Lakini mimi nakuanga opposite. Kwa sababu ile chai naambiwangu ati hotaka ngakiria. Leo ninge sa yusi ore ninge ukati tohira tondu twikaga mbara.
Ukiva ni gukenerera na nini kiha. Tondu mundu akihituka uguo oneke tarite boso. Na maronetwo na mpendo gutwikaga ni mpendo. Na ringi gukakihitana. Riu nani mwega mpendo, muonaga ni gwathuka. Ndaga ningi gugathuka. Niwaambieni ya kwamba niko na just one announcement. Ile committee imeniambia niwaambie hizo zingine zote zitatolewa na chairman. Na tukasema siku ya leo tuanze na chairman amalize official announcement. Halafu tuingie kwa viongozi. Na ile announcement mimi nimeambiwa niwaelezee ndio hii. Unajua tuko na committee kule nyumbani ambao inaongozwa naye chairman General Kago pale nyumbani kwa Betty Bayo na kwa bwana yake Tash. Na kuna hii committee. Na kwa church kuna committee ya maandalizi hii ya memorial na mambo za kumpumzisha dada yetu. Na Seattle America bado kuna committee kwa sababu mama Betty sister zake wako huko. Tunaelewana? Na kwa hivyo kuna ile kitu inaitwa how to disseminate messages. Inafika mahali unapata kuna mtu mmoja yuko TikTok anasema kitu. Mwingine anasema hii kwa Facebook. Mwingine anasema kwa content anasema hii. So nikaambiwa niwaelezee kwa upendo content creators, watu wote, kila kitu ambao itatangazwa ikuwe inatoka from one center of communication. Tunaelewana hivi? Ili kusikue na mambo hii iliambiwa na hiyo, ikifika kwa committee si hivyo. Ikienda kwa familia nani alisema mseme hivyo? Inaenda inaleta kitu tunaita confusion. Na ikileta confusion watu wanapiga simu. Simulisema ni hii, simulisema ni hii. Kwa hivyo hata ukisikia ona waigo kiheana atia. Na naona kamera mbele yako. Ona kafao ule. Waririkana ni urirwo uguo kwirirwo tiguo. Twambiririe kurehe cirogi. Kwa hivyo we have one center of communication na ikuwe inatoka kwa committee. Chairman wa home anapigia chairman wa nyumbani, tena anatuambia sisi, na wakati mwingine wananiambia Ben tangaza, ama any other committee member anakuja anatangaza. Tunaelewana namna hiyo? Kwa hivyo ukiona kitu Shiro anaongea hapa, unajua imetoka kwa committee. Ukiona kitu Karangu anaongea hapa, imetoka kwa committee. Ama Roiskimu, ama Wamumenya, ama mwingine. Hiyo ingine yote isikue ati tulisikia mtu aliongea kitu tena ikaleta kwa confusion kwa whole committee. Tumewaambia kwa upendo na ili mambo yote ikuwe sawa sawa. Neto iguanira. Ndokigithio cionge high five mwire ndogake makio ni uguo. Leo ningi okihane to tarenda kutora. Niangalie vizuri na upiga makofi ambayo inaambatana na vile nimeongea. So all other messages, official communication ya vile tumefanya, ya vile kule tumekuwa, wacha sasa niite chairman Elda Kigomo atutangazie. Tukimaliza hivyo tutaingia kwa viongozi na kwa wale ambao wako, kwa Kikuyu tunasema musumari, wako na musumari yao walete hapa. Sijui tutahesabu kusema musumari na Githoeli, lakini tutaenda tu nikikacha na Kiswahili yangu. Ukisikia today it's better than it was yesterday. I'm improving. Tupigie chairman makofi anapokuja kututangazia officially pale tulikuwa from yesterday na pale tumefika leo. Tukimaliza hiyo tutarudi kwa viongozi. Tena makofi kwa chairman. Let's do